Siku hizi tunasema ushirika ni biashara. Ushirika? Biashara. Ushirika? Biashara. Hapa mlipo si mnafanya biashara jamani? Jamani, kwa jina mimi naitwa Michael Mtatulu. Tumekuja kwa tukio la kusimamia mikutano mikuu. Tuko na afisa mwenzangu, afisa ushirika, nadhani atajitambulisha baadaye. Ni mgeni, mtakuwa naye hapa. Mimi naenda Mwanyalali pale kusimamia vile mkutano mkuu. Nikaona kwamba ni vema niweze kuwasalimia. Tunashukuru kwa ushirikiano wenu na vile tunashukuru kwa vyama vyetu hivi kuendelea kufanya vizuri. Chama chenu hichi kimekuwa ni nguzo imara kwenye utendaji wake wa kazi katika wilaya hii na kimekuwa ni mfano bora katika utendaji wake wa kazi. Na mwaka huu kimeshika nafasi ya kwanza kimkoa kwa uzalishaji wa pamba. Vile ni chama cha kwanza kiwilaya kwa uzalishaji mkubwa wa pamba. Na nadhani kwa mwaka huu kitakuwa ni chama cha kwanza kiwilaya kwenye uzalishaji wa choroko. Naomba mjipigie makofi. Ndugu zanguni wana ushirika na wanachama wa chama hiki cha Irabalimi, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya. Tangia mwaka jana mpaka leo tumeufikia mkutano huu. Ndugu zangu wanachama, ajenda zangu kubwa kwaka ni mbili tu. Na mara nyingi hazina maswali, kufunga na kufungua. Nimesimama mbele yenu hapa kuweza kufungua mkutano. Niwaombe sana wanachama tuwe watulivu, wachangiaji wazuri wa ajenda zetu ili kuweza kuleta ufanisi kwenye kazi yetu hii ya ushirika. Nyinyi mnajua kazi hii ya ushirika tunavyoifanya ni kwa kushirikiana na nyinyi. Bila mawazo yenu hatuwezi kufikia hapo tunapofikia. Lakini nichukue nafasi hii kuwapa pole kwa kazi nzito ya kilimo ya msimu huu. Bado tunaendelea na kilimo. Lakini najua Mwenyezi Mungu atashusha neema zake, mazao yetu yataongezeka. Baada ya kusema haya sasa, nitamke kwamba mkutano huu nimeufungua. Karibuni tuendelee na ajenda zetu. Asanteni sana. Igembe Salo. Mimi ninaomba kwa sababu ghala linaenda kujengwa na hapo tayari tuna mashine ya kukamua alizeti. Lakini alizeti ukanda wetu huu hatuizalishi sana. Kwa mimi kwa naomba muangalie kama budget itawezekana, tafute usafiri ambao utafata malighafi kama alizeti, itaweka kwenye ghala letu na baadaye tutapeleka kwenye mashine, tutakamua mafuta, hayo mafuta tutayauza. Lakini pia tukumbuke zao la alizeti kwa ajili hata heka moja kwa ajili ya kuiunga mkono mashine yetu ili iendelee kutupatia mapato na vitu vingine. Na nataka niliseme ikiwemo na mheshimiwa diwani yupo hapa na mtendaji wa kata ya serikali hapa, afisa mtendaji, na kuomba ndani ya kata yetu hakikisha fanyeni vikao kabla ya kuuza pamba ili kusudi mkae na wataalamu wenu wa idara za pamba ili kusudi pamba yetu ipatikane bora aliyoko nzuri zaidi na zaidi. Tukiwatupia mzigo hawa mwishoni kuwachafua. Leo hii tunawapongeza kwamba mmefanya vizuri, kesho yake mtawaponda mawe ndo hawa. Serikali ya Mama Samia iko makini, inawajali wakulima wake, inawajali wananchi wake. Inaleta pembejeo, inaleta pambo za kupulizia. Mimi naitwa Michael, meneja msaidizi wa Tanzania Bank. Tupo hapa jamani kwa lengo moja kubwa. Moja hapo ilikuwa ni kuja kuwasikiliza lakini pia kuwasupport. Kuanzia pale mlipo na pale tunapoendelea. Tupo pamoja kwenye kila kitu. Kwa hiyo Azania na nyinyi ni bega kwa bega. Naomba tuwape makofi hata matatu
Hawa tumewapa kuangalia mali zetu. Unajua vizuri sana wakati mtu anakusomea mapato na matumizi kwamba hana hasara. Yaani ni vizuri sana. Na hiyo bodi yako mwenyekiti iendeenda hii imani, kwa sababu hii imani ndio inayotujengea kwamba chama chetu hiki kiwe imara. Yangu naomba nijiunge na chama chenu cha Igembe Sabo. Karibu sana. Sabo, efata. Igembe. Sabo. Mimi ni yangu nimejiunga na chama. Kwa majina nafuatilia Emmanuel Maige. Asante. Ole jamani. Watu mshabuda. Sabo. Kwa majina naitwa Zuela Masanga. Kwa jina maarufu naitwa Bryson James Timotheo. Kwa siku ya leo nimeamua kujiunga na Igembe Sabo. Asante sana. Karibu sana. Asante sana. Baba ya mwisho tunapokea. Asanteni sana. Ila tuanze neno moja tu. Mmejiunga na chama chetu. Kama tulivyosema ajenda zetu ni kuletea manufaa kwenye chama chetu. Rudini kwenye nafasi zenu mkakae. Karibuni sana kwenye ushirika. Meneja amesema nizungumze ya kwangu. Kimsingi mimi sina ya kwangu. Sawa jamani? Mimi nimefika kwa ajili ya usimamizi wa mkutano huu. Kwa hiyo nina machache. Nilikuwa nikiwasikiliza kiendelea kuzungumza. Kwa hiyo mimi nina comments za jumla. Sawa jamani? Sio kwa maana ya kuanza mjadala upya. Kwa maana ya maelekezo pale ambapo kanuni zilikuwa zinakosewa. Lakini pia kwa maana ya kufundisha. Kazi yetu sisi ya msingi pia ni kutoa elimu. Na washauri wananchi wote, wakulima wote, wanachama wa chama cha ushirika Mwamashine kubadilike. Kwa sababu ya kusema hivyo, ili chama sisi tukipa hasara kwa maana ya kwamba chafu ambayo inachanganywa mchanga na maji. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni mwashauri hicho ili wananchi wabadilike. Kama ni somo tunashalielewa. Tunaishukuru serikali ya Samia Suluhu, serikali ambayo yenye weledi, yenye upendo na jamii pamoja na familia zao. Sababu moja, wakulima imewahi kuwapatia pembejeo pambu za wakulima. Nashukuru kichama hiki cha AMCOS. Unapoona mbeleni mwangu hapa kuna mashine pale pembezoni ya unga. Hapa nyuma yangu kuna mashine ambayo kusaga alizeti. Ili kuhakikishia kusaidia jamii kwa ujumla na wanachama wake. Ili kujikimu na kujinufaisha katika uchumi wa taifa letu. Jitihada hizi zinatokana kulingana na serikali yetu ilivyo makini. Tunashukuru kwa viongozi wanavyojituma kutuongezea nguvu, ina maana wananchi tumesogelewa na huduma mbalimbali. Zamani tulikuwa na mashine za za mafuta, lakini sasa hivi tunaangalia kuna mashine za umeme. Na pia tunamuunga mkono hata Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutushushia umeme. Hatuna umeme zamani, ina maana mashine zilikuwa za mafuta. Na pia tunashukuru sana na endelee kufanya kazi ili kukomboa wanawake. Tunawapongeza sana na Mungu awazidishie endapo kuingia na kitu kikubwa wajalie. Wakati tunaingia kwenye uongozi chama hiki tulikuwa hakina miradi, lakini baada ya kuingia hatua tuanza nayo ni kutafuta nguvu ya kuweza kupata miradi. Kama ulivyoona kuna mradi wa kusaga mashine ya unga, kuna mradi mwingine wa pili mashine ya kukamua mafuta ya alizeti na kuyachuja. Kwa hali hiyo chama hiki kimepiga hatua na kimeongeza pato. Lakini leo tuko na mkutano wa wanachama. Wanachama wakati tunaingia walikuwa 118. Leo tunazungumzia wanachama zaidi ya 150. Ni hatua ambayo tumepiga kuongeza wanachama. Lakini katika mkutano umeona wewe mwenyewe kwamba tunaweza kuhamasisha wakulima wetu wajitahidi kushiriki, lakini pia waweze kuingia kwa chama chao zao. Kwa mfano tumezungumzia swala leo la mbaazi inaongeza kipato kwa mkulima. Kwa hiyo tunahamasisha wanachama wetu mwakani waende wakalime kilimo cha mbaazi ambacho kitaongezea mapato. Lakini vile vile tumezungumzia masuala ya kujenga godown ambalo litaendana na muda, litaendana na kipindi hiki ambalo litaweza kutunza mazao yetu yakaendelea kuwa na ubora. Ukiachana maghala ambayo tunatumia sasa hivi hayana ubora wa kutosha kuweza kuhifadhia mazao kwa mfano
wanachama wetu wamejitahidi kupokea sana mwitikio wa ushirika, na wakulima wamejitahidi sana kupokea mwitikio wa ushirika, kwamba kumbe ushirika huu ndio mkombozi wa mkulima. Tutakapoungana kwa pamoja tuweze kupambana na umaskini. Vile vile wanachama hawa tumekubaliana kwa kauli moja kwamba kuhakikisha kwamba kila mwanachama atafungua akaunti benki Tanzania. Hii maana yake nini? Maana yake wadau wakubwa sasa hivi ni mabenki, wanaweza kutusaidia kutoka hapa tulipo kwenda mbele. Kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Hassan kwa kuweza kutunga wanaushirika, kwani mpaka sasa hivi amesisitiza mfumo wa stakabadhi ghalani ambao sasa hivi sisi kwenye mkoa wetu tayari tumeshakusanya zote nyingi kama 150 kwa zote ni tofauti na miaka ya nyuma. Ilikuwa kila mkulima alikuwa anauza peke yake, basi kwamba madawati walikuwa mwaka jana walikuwa wanauza kilo moja shilingi 900, lakini leo tunauza kilo moja soko 1400. Kwa hiyo mkulima pale anapata faida. Kwa hiyo nashukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia waziri wetu wa kilimo Mheshimiwa Bashe anafanya kazi kubwa sana kwa ushirika nchini. Tunampa hongera sana na endelee kupambania sisi wakulima wake. Kuleta hapa mashine mbili ya kusaga na ya kukoboa. Kwa hapa mnasaga na kukamua mafuta. Tunakamua mafuta alizeti. Aha. Na kwa siku mnaweza mkakamua kiasi gani? Kwa siku kama wateja wengi, na maana kwa siku kama gunia 20. Kama gunia 20. Aha. Na msimu huu vipi upatikanaji wa alizeti? Sasa hizi ndio zimeanza kupatikana kwa sababu watu tayari wameshaanza kuanika, wanaleta kukamua. Mnakamua ni ya watu tu au mnaweza mkakamua pia ya kwenu mkawa mnauza mafuta? Huwa mnafanya huwa tunanunua alizeti, baadaye tunakamua mafuta na tunasafisha kwa ajili ya ya mafuta safi. Hii ni ndio ya kusafishia. Hii inaitwaje? Hii ni filter. Ina maana filter iko mbele kule. Tunatoa mafuta huku, alafu tunakuja kuchuja. Aha. Mafuta yanatokea hapo. Hii ndio filter yenyewe. Hii ndio filter. Kwa hiyo ikishawekwa mafuta ambayo yamekamuliwa kule kwenye ile mashine, yanakuja huku kwenye hilo nani? Hilo tanki hapa. Alafu inakuja kwenye filter. Unawasha hapa alafu ndio inakuja. Inaanza kutoka hapa. Huwa tunauza sasa hivi bei ni shilingi 700 kwa kilo hii. Kwa kilo moja. Hizo shudu. Na mnawauzia kina nani? Wafanyabiashara wanaolisha ng'ombe. Kwa hiyo hii ni kwa ajili ya watu wenye mifugo kama ng'ombe wananunua. Kwa hiyo hakuna mnachokitupa hapa. Mkipokea alizeti mnakamua, mnapata mafuta, mnapata shudu. Kwa hiyo mnauza. Ambao mnawahudumia wameshawahi kutoa malalamiko yoyote? Hamna, hawajawahi kutoa malalamiko. Hamjapata changamoto zote kutoka kwa wananchi? Hamna kabisa. Kwa kazi yenu ni nzuri. Kazi yetu ni nzuri. Na inawafurahisha wateja. Wanafurahi. Sawa. Basi mimi nakushukuru sana. Haya.